Mafanikio yoyote yale yanategemea sana uwepo wa misingi imara ya mahusiano bora. Nisikize kwa makini. Unapokuwa na mahusiano bora kazini, nyumbani na familia au na watu tofauti tofauti wanaokuzunguka, unakuwa umejitengenezea nafasi kubwa ya kuvutia fursa pamoja na mafanikio. So, ili uweze kutengeneza mahusiano bora, zipo mbinu ambazo ukizizingatia, ukizifuata, zinaweza zikakusaidia kutengeneza mahusiano bora ambayo yanavutia fursa pamoja na mafanikio. Mbinu ya kwanza ni kuwa msikilizaji mzuri. Hapa unatakiwa uwasikilize watu kwa makini. Na unapowasikiliza watu, wasikilize kwa lengo la kutaka kuelewa. Unapomsikiliza mtu kwa lengo la kutaka kumuelewa, anajihisi kuthaminiwa. Na sio unamsikiliza kwa lengo la kutaka kumjibu. Muelewe kwanza kisha umjibu. Mbinu ya pili ambayo unaweza kuitumia ni jitahidi kuthamini hisia za watu. Mara nyingine mtu anaweza akawa anazungumza na wewe na unahisi hoja zake ni dhaifu, humuelewi, lakini unatakiwa kuwa na uwezo wa kuvumilia, kumsikiliza. Hiyo itamtengenezea mazingira ya kujihisi amethaminiwa na ataongeza upendo baina yake yeye pamoja na wewe. Na kinyume chake ni uadui. Na mbinu ya tatu ambayo unaweza ukaitumia ni kuyaona mambo kupitia mtazamo wa watu wengine. Kabla ya kutaka kueleweka wewe mwenyewe, jitahidi kutaka kuwaelewa watu. Jitahidi kuangalia au kuyaona mambo kupitia mtazamo wao. Alafu then ndio na wewe uje uongezee mtazamo wako. Kwa kuzingatia mbinu hizi nilizokutajia, utakuwa unawavutia watu na itakuwa rahisi watu hao kuweza kukushirikisha katika mambo yao, na ndio njia pekee ambayo itaweza kukusaidia kutengeneza connection